kura. Tunataka kuzidisha idadi ya watu wetu ambao watachukua kura. Ni kitu muhimu zaidi. Mambo ya ID tutapigana nao hapo. Kitambulisho natakana kila Mkenya apate bila kulipa chochote. Maana hiyo ndio inaonyesha wewe ni Mkenya. Sasa mtu anataka uende ununue kitambulisho kwa Mkenya, na baba yako ni Mkenya, mama yako ni Mkenya. Sasa wamesema ati ukiwa wewe Mkenya ukaenda huko nje ukapata msichana huko, upate mtoto huko, ili aje akawe Mkenya 1,000,000. Je, hii ni ungwana? Hii ni ungwana? Hawa watu wameshindwa. Mambo ya kitambulisho tutasema ni lazima kila Mkenya apewe kitambulisho kama yeye hana pesa. Ni kama kuoa bibi. Unaambiwa sasa wewe ili wewe bibi mpaka utoe shilingi 50,000. Vijana kimya vijana. Wacha kupiga kelele. Wacha kupiga kelele. Hello. Sisi tuko na chama chetu cha ODM. Tunataka sasa watu wengine wajisajilishe kama wanachama wa ODM. Juzi mimi nime launch membership registration kule Siaya. Alafu nimeenda kule Homa Bay. Hiyo tunaleta Nairobi hapa. Tunaenda kule Ingo. Naenda kule Mombasa. Hata Mlimani. Tunataka Wakenya waingie katika chama cha ODM. Hiyo ndio itakuwa ni yetu. Itakuwa ni mshale na vile vile ni ngao ya kujikinga. Alafu watu wetu baadaye watu waende washike kura. Wakishika kura kuchagua sasa hapa itakuwa rahisi. Uchaguzi ambao unakuja tunataka gavana, senator, women rep, mabunge 17 wa Nairobi wote wawe wanachama wa ili Nairobi iwe ni ODM zone. Kwa hivyo huyu sasa, huyu Timu Wanyonyi huyu umetoka naye mbali. Yeye ni mtu ambaye anajua kazi yake. Yeye ni mtu kwanza amesoma vizuri, anajua mambo ya sheria, anajua mambo ya uchumi. Mtu kama huyu anaweza kufanya kazi kubwa zaidi. Kwa hiyo mtu kama haya nataka apewe fursa. Lakini mimi naambia nyinyi sasa, sitataki kuanza mambo ya kampeni mapema. Juzi nilienda kule Kisumu. Nimekuta mtu ambaye alichaguliwa kama MCA. Yeye anatangaza ati mimi nataka kuwa mbunge. Mwaka mmoja limepita hajafanya kazi kama MCA. Watu hawajaona. Nikamwambia kazi yako ya MCA nitakuuza wewe ukitaka kuwa mjumbe. Ngoja kwanza. Fanya kazi kama MCA mpaka 2006 uanze kampeni. Mwingine ni mjumbe. Hata hajaongea katika bunge, jina lake liko kwa Hansard. Anasema nataka kuwa gavana. Wewe hujafanya kazi kama mjumbe ionekane kama wewe unaweza. Unaanza kungangania mambo ya ugavana. Kwa sababu gani? Mwingine amechaguliwa kama senator. Hajafanya chochote. Anaenda kule Ikulu, ati mimi nataka kufanya na serikali ya Kenya kwanza. Nasema mimi nataka kuwa gavana. Hujafanya kazi kama senator. Sasa tunasema tukifanya namna hiyo tutaweka nchi katika hali ya kampeni miaka 5. Hakuna chochote kitaweza kufanyika. Mpaka mambo ipoe kwanza. Tuache mambo ya kuanza kampeni mapema. Tunajua
fulani tunataka, fulani tunataka, lakini kwanza tujitayarishe. Si tujitayarisha? Tujitayarisha. Ukijua fulani ndio unajua tu, lakini hatutaki early campaign, maana yake inaleta tension mingi zaidi katika nchi. Hiyo ndio ningependa kusema. Sasa sisi kama wanaazimio, mnajua yale yalifanyika. Nyinyi mlikuwa pale. Uliona yule Chebukati, Chebuchieta, akikaa kama wenda wazimu. Ametoroka kwa masaa 5 6, akirudi anasema ana matokeo. Ana matokeo. Wale wengine wanachama wa tume yake anawaambia, hii matokeo umepata wapi? Ati wafanyakazi wangu wamefanya, wamejumlisha. Na mimi ndio ni returning officer, nitaenda kutangaza. Wakatoroka. Simuliona kama wanatoroka? So walitoka pale. Walikuwa watu 7, 4 si walitoka. Kati ya 4 na 3, ipi ni kubwa? Ipi ni kubwa? Ni sababu mimi ninasema, ukiniambia mimi nilishindwa, siwezi kukubali. Maana yake mimi sijapata jawabu. Wale tena juzi wamesema ati ile form ambayo inatakikana ijazwe na tume, form 34C, mpaka leo ijajazwa. Hakujaza. Maana yake alijua kama angejaza hiyo form ingejulikana kwamba nasema uongo. Kwa sababu hajachapishwa matokeo ya uchaguzi, hajachapishwa mpaka leo ya presidential. Alichapa ile ya county matokeo, lakini county hakuna returning officer. Returning officer yuko kwa constituency, hajachapisha. Aliogopa kufanya.